Mjadala wa kijanja. Mjadala wa kijanja. Ladies and gentlemen, hichi ni kipindi chenu pendwa, Mjadala wa kijanja. Nakijua wenyewe. Yes, kwa siku ya leo ningependa niweze kuambia kuwa tuko na mgeni wetu kwa mara nyingine tena na mtu mwingine tena ambaye ni ndugu yetu hapa ambaye anapeleka jina la Pipi Star, kula kujigaragaza, mtoto wa mtaani. Sasa tuko naye kwa siku ya leo na tunapenda tuweze kuongea naye katika mjadala wetu wa siku hii ya leo na tuweze kusikia anachangia nini katika mjadala wetu. Haya, Pipi Star, mambo vipi? Mambo poa kabisa Kiongozi Tiger. Shwari kabisa. Yes man. Kuna habari nyingi ambazo zinaongeleka kuhusu wewe mtaani na tujui je ni za kweli au vipi. Ila ningependa niweze kukupatia nafasi ya kuweza kujieleza zaidi na watu waweze kujua Pipi Star ni mtu gani, Pipi Star ni nani, Pipi Star anafanya nini. Karibu sana brother. Ya, kwa jina naitwa Pipi Star, Pipi ya Butamo, Barambula Muti na mwiko mtoto wa Biwa Izindo, wasilia wangu ni Buyenzi. Ya, mimi ni mwanamuziki na nafanya komedi alafu niko MC, so hivyo mambo ambayo yanaongelewa mjini ni mengi sana na hauwezi kumziwia mtu kuongea. Kila mtu anaongea atakalo, umeona bro. Hauwezi kumziwia mtu kuongea. Ukiona mtu anaongelewa sana, basi ujue na shambra kwake yeye zai anafanya mpaka kufikia kuongelewa. Hakuna mtu ataongelewa kama hafanyi chochote kile. So hivyo. Okay, sawa. Na imani Pipi Star umeeleweka na watu wengi wameweza kuelewa. Sasa Pipi Star, kazi hiyo ya comedy ambayo unafanya, una muda wa kiasi gani unafanya hicho kitu? Yeah, sasa hivi na miaka 12 sasa hivi nafanya kazi ya comedy alafu napiga muziki, so nafanya MC. Pote mimi nachanga melange bro, unajua. Katika muziki ambao umeshawahi kuimba, umeshawahi kutunga, ni muziki gani ambao unakuwa unapenda zaidi na labda uweze kutoka pela kama zawadi kwa watazamaji, kwa watu ambao watufuatilia kwa huyo muda? Ya, nyimbo ambayo nimeweza kupenda zaidi kuliko nyimbo zote inaitwa Umeniponza. Ya. Labda napeleka pela moja tu wasikie ili wajue naimbaje hivyo. Ya. Umeniponza, moyo wangu wateseka, sina pa kwenda, moyo waugua hadi nalia, ni yale mapenzi tumependana zamani, leo waniona mshenzi kwa nini? Nashinda kwa jua, nalala nalia juu yako wewe, sikia kilio ni wewe my dear honey. Wewe jua nakupenda, kwa mwingine sintokwenda, umenivika msiba mama, tazama nilivyokonda, moyo waje wa vidonda we, kwa mwingine sintokwenda mimi, umeniponza, moyo wangu wateseka. Yes, kama hivyo. Wow, nakubali sana bwana Pipi Star. Ningependa niweze kuuliza kitu kimoja. Je, muziki wao umeshauachia YouTube au mtandao wote wala kuweza kusikiliza muziki? Ya, nyimbo nishaachia, nimesema kwenye mtandao wangu YouTube, ukiandika Pipi Star pale unanikuta kwa YouTube, TikTok, Facebook, mitandao yote nimo ya. Okay, sawa. Asante sana bila kukawia. Na ningependa tuweze kupitia katika mjadala wetu, tufike katika pointi yetu ya mjadala wa leo. Bwana Pipi Star. Yes sir. Mtaa unakupatia nafasi ya kuweza kushauria vijana wa taifa letu kwa sasa. Ushauri unakuaga mzuri, lakini kwa ushauri ukiutoa kwa kizuri, mtu anashukuru jamaa kaongea vibaya, jamaa kaongea vitu sivyo. Unaona maisha ya sasa hivi, kama sisi wa vijana, pesa tunaipata tunaichezea, hatuitumikishi ipasavyo. Unajua ukipata pesa, angalia kesho utakuwa unafikia hatua gani, alafu unaangalia unatoka wapi, unajiandaa kimazingira juu kesho utakuwa na familia. Maana leo na kesho haitakuwa sawa. Kila siku ina utofauti wake. Kumbe kijana kama kijana, ukionyesha mimi nafanya mambo ili jamii nione, nafanya mambo ili watu wanione, ili watu wanisifu kama mimi naweza, au kama mimi ni bilionea, bro, utafikia fasi yani. Utaikalia kutunza, unatunza alafu baadaye unaisha kuomba ndaro bro. I make sense. Kumbe kitu kimoja tu ningeshauri wa vijana, kama unapata pesa yako weka 2, 3, 4, kesho kutwa utafikia hatua ambayo ulikuwa hata hutegemei kama unaweza kufikia hiko. Ya, ushauri wangu ni kwa vijana na
na nikisema kwa mabinti sasa hivi unakuta mwanamke yuko tayari kukodi bazirishi ya 700,000 mpaka milioni, anakopesha manguo maduka ili aonekane muukumbi kama yeye anaweza. Unaona maisha ya sasa, mwanamke anafanza kazi na mwanaume anafanza kazi ili wasaidizane katika kula au katika kulipa nyumba. Sasa hivi maisha ni magumu. Sasa hivi unakuta mtu yuko tayari kukodi au kununua nguo, alafu baadaye anakuwa anachimba zero, baada ya kumdai anakuwa anakimbia. Kumbe maisha ya hivyo yanakuwa si maisha ya kujionesha kwenye maharusi au sehemu tofauti kule kinyume na harusi, inakuwa haipendezi. Mimi ningeshauri nyi wa dada mpunguze mikopo, nyi wa vijana mpunguze masifa. Sifa ya mwanaume ni kuweka mjengo. Kama mimi sasa hivi na mijengo miwili Maramvya bro, nimejitafuta mapema yani. Mimi mtu akitunza vipi sasa, mbona wewe hivi? Sisi ni watu wazima, tumetulia, tunaangalia. Kutunza si makosa, lakini unaangalia mbele na huko unaenda wapi. Inakuwa ni vizuri tu. Nyinyi wadada mnanitazama na nyinyi wa vijana mnanitazama, ushauri wangu ni huyo, mtazame vizuri na muelewe, mzingatie maneno haya. Ukipata pesa yako weka ndogo, tunza kidogo, weka kidogo ili kesho utengeneze familia yako baadaye. Hivyo tu. Naam kabisa. Asante sana bwana Pipi Star. Ni hivi, swali linakuja ni moja. Kuna nyumba 3. Sawa, kuna nyumba 3 ambazo zinawaka moto. Kuna nyumba ya Kusoto ambayo ni ya rais mkuu ambaye anawapeleka, ambao amemchagua kwa mapenzi na anawasaidia sana, ambayo kuna waka moto. Kuna nyumba nyingine ya upande wa kulia ni ya familia yako, ni nyumbani kwenu, panawaka moto, wazazi wako wako ndani. Kuna hospitali ambayo iko mbele inawaka moto na yenyewe. Sawa. Akisha katika hiyo hospitali kuna mdogo wako ambaye anaumwa hemo, ambaye anaumwa sana. Sasa yenyewe na yenyewe inawaka moto. Je, wewe unakuja na ambulance, je, utaanza kuzima sehemu gani ili uweze kuokoa umoja? Unataka nijibu hapo? Nijibu ambalo linahitajika. Kama hilo swali limekuja ghafla tu kusema nijibu itakuwa ngumu. Mimi na ungenisaidia tu kidogo, alafu niambie wewe unaweza kuokoa nani katika watu umeniambia. Tusaidizane, itakuwa ni bora zaidi. Naam, ni mjadala na unapaswa tu kujibu. Jibu ni limoja, unapaswa kujibu. Naweza kaanza kuzima sehemu gani? Unaweza kaanza kuzima sehemu gani wewe kama unajua kitu kimoja tu, wazazi ni wazazi na upande mwingine ni upande mwingine. So mimi naweza nikaanza kwenye wazazi, baada kwenye wazazi tunarukia kwa rais. Unajua rais na yeye pia ni mzazi, ndio maana nilikwambia wazazi ni wazazi tu kila siku. Kumbe unaanza wale wazazi wa damu, alafu unaanza ule mzazi mwingine mwenye anapeleka nchi yote. So wewe ukisema tiba ugonjwa unaweza kaja kuombolewa mwisho, lakini unaanza wale wazazi, usio mzee. Ndio fikra yangu mimi ni hiyo. Yaani unaanza kuzima kwa wazazi, wazazi, alafu mzazi wa pili rais, muona. Kwa mzazi wa pili rais, tunaingia wa mwisho hospitali, tunakola wagonjwa. So hivyo tu. Okay. Sasa nataka kuniambia kuwa unakuja na ambulance yako, unakuja kuweza kuzima sehemu katika hizo sehemu 3, unapaswa kuzima sehemu moja kwanza. Unaanza kuzima kwa wazazi. Asante sana. Ningependa tuweze kuacha maswali mengi kwa watazamaji, na tukumbuke huu ni mjadala, na mjadala huyu swali limekuja ni limoja. Kuna nyumba hizi 3. Nyumba ya Kusoto imekuwa ni rais mkuu wa nchi. Nyumba ya kulia imekuwa ni familia yako, yani nyumbani kwenu, wazazi wako wako ndani. Kisha kuna hospitali ambayo iko mbele, iko mdogo wako anaumwa hemo, iko na waka moto. So sehemu 3 zote zinawaka moto. Unakuja na ambulance yako, utaanza kuzima sehemu gani ili kuweza kuokoa maisha ya mtu mmoja? Nataka tu muweze kuniambia, je, ambulance inazima moto au inapeleka wagonjwa? Ningependa niweze kujua kwenye comment. Kama kisi ndugu yangu ameweza kujibia, nataka muweze kuniambia kama ambulance inazima moto au inapeleka wagonjwa. Nataka comment zenu sana tuweze kujua jibu lipi. Asante sana, peace. Mjadala wa kijanja. Mjadala wa kijanja.